Wewe Abdalla, rafiki yangu nikuulize, unaamini Mungu yupo? Kwa imani yangu mimi naamini Mungu yupo. Mungu ameweka siku ambayo atatuhukumu wanadamu. Unaona? Unaamini kuna mbinguni na jehanamu? Kwa imani yangu pia naamini. Vizuri sana. Wewe siku yako ikifika Abdalla, utaenda wapi rafiki yangu? Ah, kwa mtazamo, kama nitakuwa sikufanya kile alichoniagiza, basi itakuwa ni mtu wa kuandikiwa moto. Amri ya 7 inasema hivi, usizini. Lakini Yesu akasema hivi, yeyote amwangalie mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye ndani ya moyo. Umewahi kumwangalia mwanamke kwa kumtamani? Kwa kusema za kweli, kwenye hilo sikatai, kwa sababu ni moja kati ya sehemu ambayo nimepitia makubwa sana, hususan hilo. Kama kwenye kuzini, nimezini mara nyingi sana, na ndio maana mpaka sasa hivi najisema mimi ni mwana mkosefu. Sasa mimi sikuhukumu, lakini wewe mwenyewe umekiri kwamba ni mwongo, ni mwizi, unazini ndani ya moyo na umewahi kufanya uasherati. Mungu akikuhukumu sasa hivi tunavyozungumza, utaenda mbinguni au jehanamu? Kwa haraka haraka najiona kabisa nitaelekea kwenye moto, kwa hiyo ya kufanya utaratibu na mapema ili nijirekebishe. Aha, sawa. Sasa Biblia inasema hivi, waongo, walevi, wazinzi, waasherati wote sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto. Umesema ukweli kabisa, lakini Mungu ni wa rehema. Unajua Mungu alifanya nini ili sisi wanadamu tusiende jehanamu? Hilo sina kumbukumbu. Unajua, lakini unadhani kwamba hiyo inawahusu wengine. Umewahi kusikia Yesu alikufa msalabani? Nasikia tu hili. Karibu kila mwanadamu amesikia hilo. Wewe na mimi Abdalla tulivunja sheria ya Mungu. Yesu akaja akafa msalabani akalipa faini. Ni sawa na wewe ukipelekwa mahakamani una deni, akitokea mtu akakulipia, hakimu anasema ulikuwa na deni, lakini kuna mtu kakulipia, uko huru kuondoka. Hicho ndicho ambacho Mungu alikifanya. Kwa hiyo umewahi kusikia mstari mmoja Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Kwa maana nyingine, Abdalla, kwa kuwa umetenda dhambi, Mungu amekuhukumu kifo. Wewe na mimi tunasubiri siku yetu kufika. Utakuwa ni shahidi, wengi wameondoka. Ili kusudi usiende jehanamu, unatakiwa kufanya mambo mawili. Unatakiwa kutubu dhambi zako, lakini kitu cha pili cha muhimu ni kumpa Yesu maisha yako. Yesu akasema hivi, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hiyo ni vizuri ukampa Yesu maisha yako. Hivi unajua kwa siku duniani zaidi ya watu 1.5 wanakufa.